umeshaharibu mimba 2 na sasa unahitaji ubebe mimba ya 3. Mbaya zaidi ni kwamba mpaka sasa hujui sababu au chanzo kilichopelekea mimba zako zilizopita kuharibika. Hujui na wala hujauliza nini ambacho kimepelekea mimba zako kuharibika. Je, ukibeba na hii mimba ya 3 ikiharibika, utamlaumu nani? Kitu unachotakiwa kukizingatia ni kwamba unatakiwa upate source ya tatizo lililotokea huko nyuma, ili mbeleni tatizo lisije likatokea tena. Sasa kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea mimba kuharibika. Sababu ya kwanza ni afya yako wewe mama. Kama afya yako hasa ya kinga ya mwili iko chini, ni rahisi ujauzito kuharibika. Jambo la pili ni kizazi kutokuwa imara. Kama kizazi chako hakina uimara, hakina ubora, misuli haiko vizuri, misuli haina nguvu, ni lazima ujauzito wako utaharibika. Kitu cha tatu, kama una changamoto ya hormone imbalance, yani homoni zako haziko sawa, ni rahisi ujauzito wako kuharibika, kwa sababu homoni zinafanya kazi kubwa sana kuwezesha ujauzito uweze kuumbika vizuri, mtoto aweze kuumbika vizuri, lakini pia ujauzito uweze kukua vizuri. So kama una changamoto ya hormone imbalance, itakuwa ni ngumu wewe kusurvive na ujauzito kuweza kukaa. Lakini kitu cha 4 ni kama unapitia hali ya msongo wa mawazo kwa muda mrefu, unakuwa na stress kwa muda mrefu, hii nayo hupelekea mimba zako kuharibika. Sasa kama umeplani upate ujauzito mwingine, hebu jitahidi uweze kupata tiba kwanza, uimarishe kinga yako ya mwili, uimarishe kizazi chako na misuli inayoshika kuta za mji wa mimba, lakini pia urekebishe homoni zako zikae sawa, vile vile ubadilishe mfumo wa chakula na ujitahidi ujiepushe na msongo wa mawazo. Ukifanya hivi itakuwezesha ujauzito wako unaofuata uweze kuwa imara na ujauzito ukae na wewe uweze kujifungua salama salmini. Kama unahitaji tiba, namba zangu za simu ni 0765 12 60 50. Hakikisha unakuwa na afya njema ili na ujauzito uweze kuwa imara, na hata mtoto akizaliwa aweze kuwa na nguvu, aweze kuwa imara. Karibu sana Mikidadi Healthcare, tabasamu la familia.